Angalia binti ambaye anakupenda kweli na sio anapenda vitu vyako. Na hapa ni wakumbushe vijana wa kiume. Wanaume wanapenda sana kutoa, kuhonga. Yaani anapenda kumvuta binti kwa kumpatia vitu. Ukifanya namna hiyo, utashindwa kujua yule anayekupenda kweli. Kwa sababu binti anaweza akapenda tu mali zako. Ukimuoa, hizo mali zikiisha na yeye upendo umeisha. Sasa mambo ya kuzingatia unapotafuta mke, unapomwambia Mungu akupe mke, ni mambo gani ya kuzingatia? Jambo la kwanza, angalia amchae Bwana. Angalia amchae Bwana. Hii ni sifa ambayo iko upande wa kijana, upande wa binti. Binti, angalia mwanaume anayempenda na kumcha Mungu. Oa amchae Bwana, olewa na amchae Bwana, kwa sababu amchae Bwana yeye ni heri. Anayemcha Bwana yeye amebarikiwa. Lakini jambo la pili, oa au olewa na mwenye imani moja na wewe. Angalia mtu ambaye mna imani moja. Neno la Mungu linasema katika Wakorinto wa pili 6:14, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Hili neno watu wengi hawalielewi na hawataki kulizingatia. Lakini wanasahau jambo moja, ya kwamba uimara wa jengo, uimara wa nyumba unategemeana na msingi wake. Msingi wa ndoa yako kuwa yenye furaha iliyo imara ni wewe kuanza na Yesu. Ikiwa tangu mwanzo huna utii, Bwana amesema usifungiwe nira na wasioamini, na wewe unakiuka hii ya kwanza, umeshamweka Yesu pembeni, unaenda mwenyewe. Angalia oana na mwenye imani moja na wewe, kwa sababu mbele ya safari itawasumbua. Mnie mamoja. Tunawashauri na ni neno la Mungu kuwa imani ni muhimu sana katika ustawi wa ndoa yenu. Imani ni jambo la muhimu sana, kwa sababu mke na mume ni mwili mmoja. Ikiwa ni mwili mmoja, mtashindwa, la sivyo mmoja ataacha imani yake. Na je, ndoa ni kubwa kuliko uzima wa milele? Hapana. Ina maana ndoa ni kitu cha thamani kuliko uzima wa milele? Hapana. Uko tayari ukose uzima wa milele kwa sababu ya ndoa? Hapana. Jambo la tatu, oa mkarimu. Katika Mithali 11 na fungu la 25, neno la Mungu linasema, nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa, anyweshaye atanyweshwa. Mwanamke mkarimu ana vitu tele. Yaani angalia mwanaume wewe uliyeoa, ikiwa mke wako huoni hata akipeana vitu na watu, mtakuwa na upungufu. Mwanamke anayetoa vinakuja kwake vitu vingi sana. Kwa hiyo wewe angalia yule aliye mkarimu. Lakini Mithali pia anakazia 19 na fungu la 17, anasema, amuhurumiaye maskini humkopesha muumba wake, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Halafu tunafahamu habari za Rebeka, kile alimfanyia Eliezeri. Yule binti alipokuja wala hajui chochote, alipoambiwa naomba maji ninywe, akamwambia unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatua mtungi wake mikononi mwake, akamnywesha, akawanywesha na ngamia, na akawakaribisha nyumbani. Kwa hiyo angalia mke mkarimu. Jambo la 4 la kuangalia, kijana wa kiume, angalia mwenye bidii, sio mvivu. Katika Mithali 31 na fungu la 25, Biblia inasema, mke mwema nguvu na hadhi ndiyo mavazi yake, naye anaucheka wakati ujao. Mwanamke aliye na nguvu, sio mwanamke mvivu. Kama mwanamke kavivu ni hatari. Mwanamke, Biblia inasema, imekemea sana habari ya uvivu. Inasema kama bawaba katika milango yake, kadhalika mtu mvivu katika kitanda chake. Ukioa mwanamke mvivu, utakuwa unaenda kazini bila kula asubuhi. Anageuka kwenye kitanda, sweetie, uende salama. Aende salama wapi mume wako na njaa mtoto wa watu? Katika Mithali 31 na fungu la 17, anasema, mwanamke mwema hujifunga nguvu kiunoni kama mshipi.
ukiwa na mwanamke mchapakazi. Na unajua kuna watu wengi hawaelewi, usipokuwa mvivu unachakaa polepole. Mwili unahitaji kushughulishwa. Mwili ukiuweka na wenyewe unawekwa, unakaa. Usiweke mwili wako, shughulika. Alafu angalia mwenye upendo wa kweli na sio mwenye pesa zako. Mabinti wengi leo wanapenda kuolewa na wanaume waliofanikiwa tayari. Wanaume wenye funguo 3. Funguo ya ofisini, funguo ya nyumbani na funguo ya gari. Mabinti wengi anaangalia mwanaume mwenye funguo ngapi? 3. Yule mwanaume ambaye ana funguo ya nyumba yake, sawa, hata kama ni apartment yake tu haina shida, lakini mradi ana kwake hivi. Alafu hiyo si mbaya, lakini anatafuta na yule mwenye funguo ya ofisini na funguo ya 3 ya gari. Wewe ni mjinga sana, kwa sababu hujaona mwanamke amekaa kwenye gari zuri lakini anaangalia kando, amenuna. Sikiliza, oa mwanamke mwenye upendo wa kweli, kwa sababu katika wa Korinto wa kwanza 13 fungu la 13, upendo huvumilia yote, upendo huamini yote, upendo hustahimili yote. Upendo ndio kila kitu. Angalia binti ambaye anakupenda kweli na sio anapenda vitu vyako. Na hapa ni wakumbushe vijana wa kiume, wanaume wanapenda sana kutoa, kuhonga. Yaani anapenda kumvuta binti kwa kumpatia vitu. Ukifanya namna hiyo, utashindwa kujua yule anayekupenda kweli, kwa sababu binti anaweza akapenda tu mali zako. Ukimuoa, hizo mali zikiisha, na yeye upendo umeisha. Kabla hujamuonga mwanamke, honga mama yako kwanza. Kwani ulimaliza kuonga mama yako? Mwanamke wako wa kwanza mrembo, mwanamke aliyekubeba miezi 9, akakunyonyesha, akateseka mpaka ukakuwa ukasoma, na umemaliza, umepata tu kazi cha kwanza, au umepata biashara cha kwanza, unaangalia mabinti wa kupeana nao pesa. Umemsahau mama yako kabisa. Wala hujawahi mnunulia hata nguo mama yako akavaa akasema Mungu asante kwa yule mtoto. Wala hujawahi mnunulia hata chakula, hata sukari, akanywa chai na mkate akasema Mungu asante kwa yule mtoto. Una kazi ya kuhonga pesa zako, utakosa kupata mke wa maana. Kwa hiyo wewe usitoe pesa, msaidie tu kama ana shida. Lakini wanaume wengi wana hiyo tabia, sio vizuri sana. Vijana wengi wa kiume anaona kwamba akihonga yule binti atampenda. Acha tu akupende wewe mwenyewe. Fikiria wote mnafanya kazi, alafu eti wewe tu ndio unampa yeye pesa zake. Kwa nini wewe unampa zako na yeye akupi? Alafu na wewe binti, kwani unapokea tu vitu? Wewe unapokea tu vitu, unapokea tu, na wewe wala utoi. Basi ukipokea vya kwake, na wewe toa, mpe, mnunulie zawadi na wewe. Alafu angalia usioe mtu mgomvi. Mithali 21:9 anasema, ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Mithali 21:19, ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika kuliko na mwanamke mgomvi mchokozi, kuliko katika nyumba pana na mwanamke mgomvi, tena nani? Mchokozi. Wanawake ni rahisi sana sisi kuwasha moto wa ugomvi. Ndivyo tulivyo. Ni rahisi sana kupuliza moto na ukawaka. Mimi najua ulisimama naye, tena ulikuwa unatabasamu. Mimi najua tu mlikuwa mnatabasamu. Sasa wewe umeshindwa kutabasamu kwa bwanako, na mtu amekutana naye njiani, mama wa watu kama Mama Urio hapa, na tabasamu tu. Mbona baba wa watu asitabasamu? Kwa sababu ukitabasamu na yule wa upande wa pili anatabasamu tu. Kama utaki atabasamu kwa watu, tabasamu mwenyewe. Alafu angalia binti aliye msafi kiroho na kimwili. Binti ambaye roho yake safi, anampenda Yesu kwa usafi. Hata ukiangalia hivi unasema huyu ni Mwebrania kweli kweli. Binti aliye msafi kimwili, binti hata hajaolewa lakini mchafu, anaokota manguo yoyote ndio anavaa, manywele anayasuka rasta wiki 3 hayaoshi wala hayabadilishi hayo marasta.
Alafu juzi nilisahau kukumbusha wamama. Wamama wanasuka nywele huwa wanasuka zaidi ya wiki 2, wiki 3 na hazioshwi. Na huyo baba hata akukaribi hivi, anajitahidi afanye hivi maana harufu. Osheni basi. Binti, onekana smart. Kwa sababu kama ni binti tu uko mchafu, utakapopata watoto utakuwaje? Hebu basi onekana vizuri. Na hiyo tunasoma katika Mathayo 18 na fungu la 6 na la 7. Kinyume na hapo atakuwa anakukosesha mwanaume. Alafu kumbuka ya kwamba wanaume wengi hawajui kuapproach. Anakutana tu na kijana na binti, anamwambia we dada, mimi nakupenda, naomba nikuoe. Hawaanzi hivyo, kwa sababu hata ingekuwa mimi, hata kama nina tabia mbaya, ukiniambia hivyo nitajitahidi kwa wakati ule niwe na tabia nzuri. Si tunamfahamu paka pusi, anakuchakali sana, lakini ona alivyo rafiki wa mwanadamu. Unacheza naye na wala hakukwaruzi, si ndio? Picha zile kucha anazificha. Kwa hiyo anzeni kwa hatua ile ya urafiki. Awe rafiki wa kawaida. Akiwa rafiki yako tu, atakuwa wazi sana kwako. Atasema maneno mengi ambayo wewe utaanza kuchuja. Mara nyingi akiwa tu rafiki yako, atakuwa anasema maneno mengi. Mimi sipendi mwanaume ambaye ana mama, na wewe unawaza una mama, tena ni kijana kama Mama Urio. Ana mpango wa kufa leo wala kesho. Si huyo hakufai? Huyo hakufai kwa sababu wewe tayari una mama. Au anasema mimi sipendi mwanaume kuolewa na mwanaume ambaye ana madada, na wewe kwenu una wadada watupu, wewe tu ndiye kijana. Si unaona wewe hakufai? Kwa hiyo wala humwambii, unaacha. Miongoni mwa marafiki zako uliosoma nao, sawa sekondari, chuoni, wale marafiki wa kawaida, miongoni mwa hao ndipo utaendelea kuchuja. Alafu ndipo utapata yule ambaye utaona mnaendana na muanze mahusiano, baadaye mumfikie kuanza uchumba na hatimaye kufunga ndoa. Alafu jitahidi kupeleleza tabia ya mama yake. Tabia ya mama yake ikoje? Ingawa si mara zote, lakini kama alivyo mama ndivyo alivyo binti, ingawa si mara zote. Pia angalia umbo. Angalia umbo la mama yake na dada zake. Ikiwa wewe unapenda mwanamke mnono na huyu binti umempenda lakini ni binti mwembamba, mama yako, kabla urafiki wenu haujakolea na huyu msichana, muoneshe mama yako kwa ujanja. Wamama wanaona mbali sana, atakwambia anafaa. Maana akikwambia hafai na wewe umeshafika naye mbali, hutamuacha. Na bahati mbaya sana ukiona na wewe mama kwamba kijana wako amefika mbali, usimwambie hivyo. Usimwambie. Kwa nini usimwambie? Nenda tu ukamuombee, kwa sababu ndio maana wake wengi wa vijana wanawachukia mama mkwe, kwa sababu unakuta yule mama alimwambia kijana wake kwamba lakini mimi hili kabila silipendi. Alafu yule kijana anamuoa. Akimuoa siku moja akimkosea, anamwambia na ndio maana mama yangu alisema hili kabila baya kabisa, nimelioa tu. Yule kijana, yule binti, kumbe lile mama lile ndivyo lilisema hivyo. Unashangaa hujamkosea, hujaenda huko kwao, lakini siku akikuona ananuna. Ni kwa sababu kijana wako alimwambia. Usiseme. Alafu angalia mwenye mapambo ya utu wa rohoni. Tunasoma Petro wa kwanza 3 fungu la 4. Bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Mwenye utu wa rohoni, mwanamke mnyenyekevu, mwanamke mwenye adabu, mwanamke mkarimu, hayo mapambo hayaharibiki. Anavyozidi kuzeeka ndivyo haya mapambo yanatoka zaidi. Na kwa kweli vijana ambao hamjaoa, hayo ndio yanafanya ndoa inadumu. Uzuri wa mwanamke unaongezeka akiwa na mapambo ya rohoni. Fikiria mwanamke aliyejipamba huku nje na hana adabu kwa mumewe. Unafikiri mwanaume anaenjoy chochote kwake? Haenjoy. Mwanaume anayefurahi ni yule ambaye mke wake ana mapambo ya rohoni. Usisahau kwamba simaanishi uwe mchafu.
Mimi sio mtu wa kupenda uchafu, anapenda wanawake wanaokaa smart. Kwa hiyo usifanye hivyo. Alafu oa mwenye akili zenye akili. Sio akili za darasani, akili za maisha. Kuna wanawake wamesoma vizuri lakini kwa kweli akili hana. Sikiliza fungu hili la Mithali anavyosema. Mithali 11 fungu la 22 anasema, kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, kadhalika mwanamke mzuri asiye na akili. Hilo fungu unalijua? Yaani kumbe mwanamke ukiwa mzuri na ubanduki kwa kioo, unajiangalia tu kwenye kioo huko. Na kumbe wewe una akili, Biblia inasema huo uzuri umewekwa mahali pasipo stahili. Kuna wanawake wanaringia sana uzuri. Kumbe uzuri bila akili si kitu. Alafu tunashauri, ingawa si dhambi, zingatia usioe mwenye umri sawa na wewe. Oa aliyekuzidi umri. Uliyemzidi umri, samahani. Yaani mwanaume tunashauri awe mkubwa. Na ndio maana Adam aliumbwa kwanza, akajua mazingira yote. Hawa alipokuja alikuwa anamwambia tu, huyu hapa anaitwa tembo, huyu hapa anaitwa simba. Hili linaitwa chungwa, hili linaitwa embe. Kwa nini usioe mwenye umri mmoja na wewe? Kumbuka ya kwamba si dhambi, lakini hatushauri muoane wa umri sawa, kwa sababu sisi wanawake tunazeeka mapema. Na kwa kuwa sisi tunazeeka mapema, mwanaume ukioa yule ambaye mna umri sawa, kuna umri utakapofika huyu mama Mungu alivyoumba, wanavyoendelea kuzeeka, na inategemeana na vyakula, labda hata ajui yale nini, hatamani mahusiano ya mwanaume. Alafu umri huo wa mwanaume ndiye anahitaji sana mwanamke. Kwa hiyo wakikaa ndani ya nyumba hawa watu wawili, huyu anahitaji huyu hahitaji, mambo hayaendi. Na ndio maana ninyi ni mashahidi, wale wanaohangaika sana na michepuke na mpango wa kando, huwa ni vijana, ni watu wazima. Watu wazima. Kwa sababu kule nyumbani mambo hayaendi, na baba hakuwa na urafiki na mke wake. Maana mkiwa marafiki, huyu mama atakusaidia mpaka mzeeke. Na hivyo nakukumbusha wewe mwanaume kijana, acha ukali, fanya urafiki na mke wako, ndipo maisha yataenda. Lakini pia sisi wanawake tunaonekana wazee haraka. Na hasa kama mwanamke hajui yale nini avae nini, utaogopa hata kuongozana naye. Maana mkiongozana ni kama mtu ameongozana na anti yake, na kumbe ni mke wake. Utajisikia vizuri. Kwa hiyo wewe angalia msioane na mtu mwenye umri mmoja. Lakini kumbuka ya kwamba si dhambi, na wala mtu yeyote asinikoti kwamba ni dhambi. Hapana, sio dhambi. We kama unampenda huyo, mchukue kabisa kwa amani vizuri. Lakini kumbuka kwamba kuna madhara hayo, ingawa sio, nimesema sio nini? Sio dhambi. Sawa sawa watu wa Mungu. Usije ukasema alikuja hapa mwinjilisti alisema kwamba kufanya hivi na hivi dhambi. Mimi sijasema hivyo. Ninashauri kwamba hatushauri kwamba mtu aoane na mwenye umri mmoja na yeye. Hapana, mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, unakuta kijana bado mdogo, alafu huyu mama anaonekana mtu mzima. Ila sio dhambi. Na hapa ninamaanisha sasa, nikukumbushe wewe ambaye mnalingana na mume wako, jiweke vizuri. Usile kila kitu. Unakula asubuhi wanga tena umejaza mpaka kitambi, unakula mchana umeshiba, na usiku tena wakati wa kwenda kula umeshiba, mama wa watu, kwa raha zako. Kwa sababu kila mtu yuko vile alivyo kwa sababu ya chakula anachokula. Wale wanaotembea na mimi kila mahali juma hili wamejua mimi nakula nini. Si kila kitu unakula, na sio kila mara unakula. Kuna umri hatuhitaji wanga mwingi. Wanga unahitajika kulingana na kazi unayofanya. Sasa wewe unakula tu unakula. Kwa hiyo mume wako mkiongozana anaonekana tofauti na wewe. Hasemi lakini anajisikia vibaya. Na sasa hiyo kujisikia vibaya mwisho wake
ataanza kuangalia wengine.